Kauli hiyo nimesikia imesemwa hiyo, si ndio? Kwamba TFF ndio waliomuombea uraia Kibu Denis, sio Simba Sports Club. Mimi binafsi ukiniuliza, nilitegemea either katibu mkuu wa TFF, kaimu katibu mkuu au afisa habari wa TFF wao wamesha respond kwenye hiyo kauli. Very dangerous ndugu yangu. Baba yako mzazi hawezi kukuombea uraia. Baba yako mzazi, yani baba yako sema hawezi kukuombea uraia. Taasisi haiwezi kumuombea uraia. Haipo utaratibu. Haupo, haujawahi kutokea. Mtu anaomba wenyewe uraia tena anapokuwa na miaka 18 ndio anaomba uraia. Na uhamiaji wanamhoji mtu mwenyewe anataka uraia kwa ridhaa yake, anahojiwa. Kusema TFF walimuombea uraia Kibu Denis, to me ni jambo ambalo TFF sikutegemea kama mpaka sasa hivi angekuwa wako kimya. Sikutegemea kiukweli, na sikutegemea kama kuna waandishi wameinuka pale wameshindwa kuuliza hilo swala. Sikutegemea pia mpaka sasa hizi mmeshindwa kuwahoji uhamiaji mpate verification ya hilo jambo. Bana, ni kweli taasisi inaweza ikamuombea uraia mtu. Jambo la pili, tena hilo baya zaidi. Mheshimiwa anasema Kibu Denis ametumia neno fulani la kizungu hivi, free state. Alikuwa ni free state. Kwamba alikuwa hana taifa, ni mkimbizi, hana taifa. Jamani. Jamani, ili uwe mkimbizi una origin yako. Yaani umekimbia kutoka wapi? Yaani unakuwaje free state? Yaani wewe unakuwaje mwanadamu? Yes, umetoka Afrika ya Kati, umetoka Gabon, umetoka Kongo na una sababu zako za kuwa mkimbizi. Kwa hata ukizaliwa baba yako ni mkimbizi, amekimbia kutoka nchi fulani, origin yako inakwenda kule. Yaani waandishi mmeshindwa kuuliza, yani how mtu anakuwa free state? Basi tuacheni mambo ya mpira. How mwanadamu anakuwa free state? Yaani yeye hana nchi. Yeye ni mkimbizi tu. Yaani kwamba ametoka tu sijui wapi, sasa alishushwa kutoka mbinguni pap, akaonekana hana nchi. Jambo la nimeshinda kuhoji, yani mtu kupata hivi kweli huyu anaongea kitu sahihi huyu. Yaani mtu anakuwa okay, sawa basi tufanye ni free state. Na amesema pale kwenye mkutano wake kwamba kanuni za ligi zinatambua mzawa na mchezaji foreigner. Haya, free state alichezaji ligi yetu. Si ndo kapewa sawa. Alicheza ligi, alichezaji ligi yetu. Sio Mbeya, wao pia walimsajili. Unasema Mbeya? Yule sikaomba uraia na TFF. Sikatoka Mbeya kaenda Simba. Walimsajili vipi free state? Leseni yake waliombaje kuyo free state ambaye julikani kama mzawa, hayupo kama mgeni. Yaani yeye yupo katoka mbinguni pap. Haya ni mambo ambayo yamezungumzwa leo to me, mtu ambaye na akili zangu timamu. Yaani nimesikitika kweli kweli. Nimesikitika mno, tawaambia ukweli, kwa sababu ni upotoshaji mkubwa ambao unakwenda kudamage pia taasisi nyingine. Nilitegemea saa hizi migration washa respond, TFF washa respond kutokana na upotoshaji uliofanyika. Hakujawahi kutokea duniani mtu akawa free state. Kwamba eti ni mkimbizi. Kila mkimbizi ana origin yake. Umekimbia kutoka wapi? Yes, unacheza mpira hapa, leseni yako inasoma wapi? Haiwezekani ikawa free state TFF wakaenda kumwambia mtu uraia ambaye hana uraia. Na uraia nimwambia unaombwa na mtu miaka 18. Ndugu zangu waandishi habari, watu wa migration na mkonao karibu nini? Hamna namba za waulizeni. How taasisi, mimi mzee Kamwe hapa. Hivi kwa mfano ingekuwa taasisi mtu unaweza kumuombea mtu uraia. Mimi zai nikutazame sije kupeleka Irani wewe. Sasa wahamiaji urazai mnamuombea wewe Muirani. Haiweki namna hiyo jamani. Ni vitu ambavyo ni sijui, lakini mtu alikuwa anawachukuliaje watu. Wao wakanyimwa. Tena ameongea hoja ya msingi pale kwamba tulishawahi kuwaombea hatukujibiwa. Migration very right. Kwa sababu unaonekana wewe ujielewe, unaombeaje watu, mtu anaomba mwenyewe. Ndio maana sometimes kuna mambo hujibiwi kwa sababu mtu anataka kujibu na kuheshimu, ambaye tu kimya. Anakuona wewe hujui vitu, ndio maana kuliepusha hili jambo. Sasa wanasema Waswahili funika kwa mwanadamu wapite. Yaani wewe na migration waliamua tu tuache wenzetu. Na baba yake yuko hapa, atakuja kesho. Msukuma yuko hapa, ndugu zake, shangazi zake watakuja wote hapa. Alafu mimi nashangaa tena amekwenda pale, mmempa swali anasema eti ukikuta mali sijui ya nini na nini sijui na wewe unakuwa mwizi sijui na nini na nini. Na akatoa mfano pale eti ukikutwa na gari
Eti gari sio ya wizi na wewe ukawa, yani ni mfano ambao hata haufanani na jambo la Mohamed Damaro. Sasa huo Tanzania nimempa Yanga. Yanga na mamlaka pale ya kuprint vitambulisho vanida. Sasa Zai sasa yani sisi huyu shangazi zake wanakuja kesho hapa. Shangazi zake Mohamed Damaro Wasukuma wanakuja hapa, waliomzaa sasa mtawaona kesho, waliomzaa Damaro mtawaona kesho. Umepata nafasi lakini ya kwenda kutembelea nyumbani kwao? Tutakwenda baada ya mechi. Kutembelea kwa tuko busy kidogo na maana tutakwenda kutembelea kwao. Mimi Zai bwana tuache mambo ya masiara. Ile press ya leo waandishi na nyinyi mmenisikitisha sana. Sikuwepo sasa. Ukwepo hapo sawa. Mmeshindwa kuhoji vitu vya msingi hivyo kwamba wewe ulimwombeaje uraia mtu? Anakuwaje mtu free state hana origin? Yaani anakuwaje mtu mkimbizi hana origin? Amekimbia kutoka wapi? Sasa wani uandike ile kafukuliwa kama kiazi, Ile sasa nimezungumza kama mwenyekiti wa wasemaji, imeniuma. Kwamba hii kazi tunaifanya hii ni kazi ambayo ina heshima yake. Kaka zetu huko nyuma wamefanya kazi kubwa kutengeneza misingi ya hii kazi. Si ndio? Ukiona matters serious ya taasisi inakuja kuwasilishwa, alafu msemaji unaambiwa kaa pale mlangoni wape waandishi maji wanaoingia, anaongea mtu mwingine, ni kuitia doa tasnia yetu ya usemaji, kuitia doa. Maana yake ni kwamba viongozi hawakuamini, yani you are not strong enough kubeba agenda za taasisi. Wana wasiwasi, unaweza kana kuongea pale, baada ya watu wasikizi wakaanza kucheka. Pengine kama majukumu mengine. Ndio kugawa maji. Maji umemwona. Sasa picha sizipo mlangoni pale. Shika nani ayo mashika. Jamani. Kwa umetetea. Hiyo nimetetea kwa sababu inanihusu. Tasnia mimi naipambania na ni mwenyekiti wa hawa wasemaji wote. Hiyo inanihusu 100% na nina haki ya msingi ya kuisemea. Kwa hiyo tuiheshimishe hii taasisi. Watu waache kuwa na mambo ya ovyo ovyo kwenye vitu serious ili uaminike. Kwa nini hamna pressure hata akienda kasi? Bado unaendelea kusema. Swala langu wanakujua. Sema tutatafutana tena. Wanakujua. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.